your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Yes, bwana, vita imezidi kuwa kubwa, mambo yanazidi kuchangamka kweli kweli. Sasa baada ya kupata taarifa kuhusiana na kushika nafasi ya kwanza Hassan Mwakinyo pale Boxrec kwa mabondia bora zaidi Afrika kwenye uzito wa kati, lakini pia Hassan Mwakinyo kuwa namba 1 nchini Tanzania katika vigezo vya pound for pound, mapya yamezidi kuibuka hususan kutoka kampuni ya Mafia Boxing Promotion. Yes, Mafia Boxing Promotion wamemjibu Hassan Mwakinyo kwa kumtaja bondia wao kuwa ndio nambari 1 na tofauti na vile ambavyo Boxrec wameweza kumtangaza Hassan Mwakinyo. Mafia Boxing Promotion kupitia ukurasa wa Instagram wamemweka kijana Salim Kasim na wameweka na matokeo yake kusema kwamba ndio bondia bora kwa sababu ana mataji makubwa ambayo hata Hassan Mwakinyo hayamiliki kwa sasa. Kupitia ukurasa wao wa Instagram, Mafia Boxing Promotion wameandika, wanasema bondia namba 1 kwa ubora nchini Tanzania ni Salim Kasim kutoka Mafia Boxing Promotion anayepambana katika uzito wa super bantam. Hadi sasa amecheza mapambano 12 na hajawahi kupoteza hata pambano moja. Rekodi safi ya ushindi kwa 100% ikiwa ni pamoja na KO 6. Tunatoa pongezi nyingi kwake kwa mafanikio haya makubwa. Aidha, tukumbuke kwamba Salim Kasim ni bingwa wa mkanda wa WBF na pia bingwa mtetezi wa mkanda wa WBO Afrika. Mwisho wa kunukuu kile ambacho wamekiandika, na wakawa wameweka picha ya Salim Kasim kutoka kule Boxrec akionekana ni kweli ameshinda mapambano 10 akiwa hajapoteza hata moja na sare mapambano 2, na hii yote inakuja kwenye hesabu ya mapambano 12. Yes, kwa hiyo wao wanasema katika ardhi ya Tanzania bondia namba 1 sio kuimbwa Hassan Mwakinyo bali anapaswa kuimbwa Salim Kasim kwa sababu ana rekodi ya kutisha tofauti na vile watu ambavyo wanafahamu. Sasa huyu Salim Kasim ni nani? Tumwangalie kwa undani kidogo Boxrec, lakini pia takuwekea hapo kipande cha video ikionyesha namna ambavyo akiwa ulingoni huyu kijana ambaye amepewa nafasi ya kwanza katika ardhi ya Tanzania na promotion ya ngumi za kulipwa nchini Tanzania, Mafia Boxing Promotion. Lakini pia huyu ni bondia ambaye yuko chini yao. Yes, Salim Kasim ni bondia ambaye anacheza kwenye uzito wa super bantam. Rank yake inaonyesha ni bondia mwenye hadhi ya nyota 3.5. Kidunia anashika nafasi ya 20 kati ya bondia 1461 kwenye super bantam. Katika ardhi ya Tanzania anashika nafasi ya kwanza kati ya bondia 65. Mpaka hivi sasa ana jumla mapambano 12 akiwa ameshinda mapambano 10, 6 ameshinda kwa KOs, hajapoteza pambano hata moja, lakini ana sare mapambano 2. Mpaka hivi sasa ana raundi 68. Kariera yake boxing ameanza mwaka 2023 na rekodi hizi zimefulurizwa kwa muda wa miaka 2, kwa 23 mpaka 25. Tuangalie mafanikio ambayo tayari Mafia Boxing Promotion wameweza kuyaainisha. Tuoje, je, ni kweli bingwa wa WBO Africa na ni mtetezi? Lakini pia tuangalie ni kweli bingwa wa WBF ambayo ni Intercontinental kwenye super bantam. Salmini pambano lake la mwisho kumuona ulingoni alicheza tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 2025 dhidi ya bondia Latibu Muwonge, pambano ambalo lilipigwa Mafia Arena jijini Dar es Salaam, na hapa mwamba aliweza kupata matokeo ya ushindi wa technical knockout kwenye raundi ya pili, pambano ambalo lilipangwa kupigwa raundi 8. Katika mafanikio yake ni kweli mwaka 2024 tarehe 26 Desemba aliweza kushinda ubingwa wa WF Intercontinental kwenye super bantam baada ya kumchapa Adrian Lesaran, bondia huyo kutoka nchini Ufilipino, pambano ambalo tulishuhudia pale Superdome Masaki, Dar es Salaam. Kwenye pambano hili aliweza kushinda kwa ushindi wa point, ambapo judge number 1 Emmanuel Mlundwa alitoa point 117 kwa 111, Pembe Ndava alitoa 117 kwa 111 na Anton Ruta pia alitoa 117 kwa 111. Kwa hiyo alishinda na akawa ametoa ubingwa wa WBF. Baada ya hapo tukaja kumshuhudia mwaka 2025 tarehe 26 mwezi wa 7 kwa mujibu wa Boxrec, Salim Kasim akapata bahati ya kuweza kutoa ubingwa wa WBO Africa kwenye super bantam baada ya mpinzani wake kushindwa kuendelea na pambano raundi ya 3 kwenye pambano ambalo lilipangwa kupigwa raundi 10, na huyu mpinzani wake alikuwa anaitwa Damian Zanou, ni bondia ambaye alitoka nchini Benin, na Salim akawa bingwa wa WBO Africa kwenye super bantam. Baada ya hapo tukamshuhudia mwezi wa 10 tarehe 10 akitetea ubingwa wa WBO Africa kwenye super bantam dhidi ya bondia Kankote Nekiuyane. Huyu alikuwa
bondia kutoka nchini Ghana, na ni ushindi ambao aliupata kwa point na akaweza kutetea ubingwa wake wa WBO Africa kwenye Super Bantam. Yes, huyu ni Salman Kasim ambaye Mafia Boxing Promotion wanasema kwa Tanzania anapaswa aimbwe sana na ni nambari moja, sio kama ambavyo wengi wanamuimba Hassan Mwakinyo. Yes, 2023 kwa mara ya kwanza anacheza kwenye ngumi za kulipwa. Pambano lake alipata nafasi ya kucheza dhidi ya bondia Saidi Lugiza. Huyu ni Mtanzania ambaye yupo kwenye uzito wa Super Bantam. Kwenye pambano hili ambalo lilipangwa kupigwa raundi 4 alishinda kwa ushindi wa point. Baada ya hapo tukamshuhudia mwaka huo 2023 kutoka mwezi wa pili akacheza pambano lake la pili mwezi wa 4 dhidi ya bondia Rafael Mahui, pambano ambalo pia lilipigwa mkoani Tanga. Tukamshuhudia akipata matokeo ya sare kwenye raundi 4. Pambano lake la tatu alicheza mwaka 2024 siku ya mwaka mpya tarehe 1. Hapa alicheza na Aman Selman, pambano ambalo lilipigwa mkoani Tanga, pia akapata matokeo ya sare kwenye raundi 6. Baada ya hizi sare mbili, Salim akarudi kucheza mwaka 2024 pambano lake lingine tarehe 27 mwezi Januari dhidi ya Salum Athman pale pale mkoani Tanga, na akapata matokeo ya technical knockout kwenye raundi ya 6 kwenye pambano ambalo lilipangwa kupigwa raundi 6. Akaja kucheza Mbezi, Dar es Salaam mwezi wa 3 dhidi ya Eli Al Saif, tukamshuhudia akipata matokeo ya ushindi wa point. Yes, kwa hiyo kwa uchache na namna ambavyo nimeweza kukusogezea umfahamu Salman Kasim ambaye kupitia kampuni yake ambaye inamuongoza kwa sasa wamesema huyu ndio namba moja nchini Tanzania, anatakiwa aimbwe sana, yani katika vigezo vyote. Hapa nazungumzia ile pound for pound. Yes, Hassan Mwakinyo amekuwa bondia namba moja kupitia mtandao wa Boxrec kwenye vigezo vya pound for pound katika ardhi ya Tanzania, na nafasi ya pili imeshikwa na Salim Mtango na listi nyingine ikawa imeendelea. Lakini hapa Mafia Boxing Promotion hata Salim Mtango hawajamtaka kwa sababu pia ni bondia wao, lakini anasema kwa rekodi wao wakiangalia katika mabondia wao wanamuona Salim Kasim anapaswa kuwa bondia number 1 katika taifa la Tanzania kwa sababu ni bingwa wa WBF, lakini pia ni bingwa mtetezi wa WBO Africa kwenye Super Bantam. Yes, hii vita inazidi kuwa kubwa kweli kweli. Tuangalie comment mbili tatu ambazo watu wameweza kuchangia kwa hiki ambacho Mafia Boxing Promotion wametueleza. Yuko Gaspar anasema huyu dogo ni mpambanaji kweli kweli, tumeshuhudia mapambano yake akifanya makubwa haswa. Mimi naungana mkono na nyinyi kusema kwamba ni bondia nafasi ya kwanza. Kaidhul Wambura anasema huyu ndio anastahili kupewa promo sasa, si watu wote wanamzungumzia Hassan Mwakinyo wakati wanajua kabisa Mwakinyo kapitwa mbali na huyu dogo. Huyu dogo ni kweli anapaswa kuwa Tanzania 1. Sasa Big Frex akasema amempita wapi Hassan Mwakinyo? Unajua kweli anachokipigania Hassan Mwakinyo na huyo dogo ambaye mnataka awe namba moja? Mafini Kigogo anasema ila watu hawa Mwakinyo kapiga kwenye mshono, kelele zimeanza kulindima kila kona. All the best Salim Mzinga, hajawahi kuwa na kazi mbovu, fight zake zote amefanya vizuri. Mimi kwa upande wangu nakubali, lakini kufika nafasi ya kwanza katika ardhi ya Tanzania kama Hassan Mwakinyo, hapo mmechemka. Sawa, comment ziko nyingi sana, lakini pia nataka na wewe kwa upande wako una maoni gani kwa hiki ambacho kimezungumzwa hapa na Mafia Boxing Promotion kuhusiana na uwezo wa Salim Kasim? Wao wanasema huyu anapaswa kuwa nafasi ya kwanza na sio Hassan Mwakinyo ambaye ni nafasi ya kwanza kama ambavyo tunaendelea kuripoti katika vyombo vya habari. Wewe kwa upande wako ulikuwa una maoni gani? Tukutane kwenye comment. Basi hujachelewa, utamu ndo kwanza umeanza. Bwana, hii ni raundi ya mwisho. Yeah. Final round ambayo bingwa lazima patikane. Of course. Yani napenda confidence ya Salim. Salim amefanya mazoezi. Hii inaonekana ni yani inaonyesha ni jinsi gani alikuwa msikivu mazoezini. Kwa sababu kila anachoambiwa, kila anaporudi kwenye kona Salim anarudi tofauti. Kila anaporudi kwenye kona Salim anarudi tofauti. Kwa usikivu nao unasaidia sana nyingine. Haya ni matokeo ya nidhamu na usikivu juu. Inamfanya kwamba Kimario anashindwa la kufanya, anaona hii inakuaje tena. Kwa kadri anavyojitahidi kujitikisa labda haribu mipango ya Salmini anakuja namna nyingine tofauti na alivyozoea yeye. Moja kati ya fight ambayo tumeona mabondia wenye uvumilivu mkubwa kweli ni hii. Ndio kitu pekee ambacho Mzinga amekikosa ni kumaliza ile pambano tu. Kila kitu ameperform vizuri. Kila kitu amekifanya vile ambavyo kinastahili. Kitu ambacho amekikosa Mzinga ni kumaliza ile pambano, lakini kila kitu amekifanya kwa ubora ule mkubwa sana. Natamani nione ile pambano likimaliza mapema sana. Natamani nione ile pambano likimaliza kwa KO, kwa sababu ile pambano linastahili KO.
Mizinga ameonyesha ukubwa, ameonyesha uzuri. Nafikiri your referee, Howard Foster.